Mimi nauliza swali. Mama Samia amesema hela zipo. Leteni garanti ya benki, huyo mkandarasi wenu tumpe nini? Ambaye kateua mkandarasi hana uwezo, Mama Samia ama nyinyi watu wa Kwimba? Kwa hiyo tatizo liko kwenu, tatizo sio la serikali. Tatizo ni nyinyi halmashauri ya Kwimba, kwa sababu mmeletewa fedha, mmeambiwa tafuteni mkandarasi, nyewe mlimtafuta asiye na uwezo. Mnataka rais alete pesa kwa mtu ambaye hana uwezo. Pesa zipo, mwaka unaenda kuisha, mmeshindwa hapa kwa sababu mkandarasi anaambiwa lete benki guarantee. Inaonyesha kwamba wewe mradi wa bilioni 3.8 hata ikitokea kuna shortage tunaweza kukutafuta tukaangalia pesa yako. Kama ameshindwa kuwashawishi benki kwamba nipeni guarantee na fedha zitakazokuwa nalipwa zitaingia kwenye akaunti yenu, maana yake huyu mkandarasi atatusumbua baadaye. Na wapo wakandarasi wengi tu hata wako hapa Mwanza, wako maeneo tofauti ambao wanaweza kupewa kazi, na akasema, na mwingine anakuambia niko tayari kuanza halafu nitalipwa baadaye. Hahitaji hata benki guarantee, ana vifaa, anaweza kuanza. Kwa hiyo ninaielekeza hii halmashauri kufanya mchakato wote wa kisheria ili kuvunja huu mkataba na bila kuisababishia hasara serikali, ili tutangaze upya, tupate mtu sahihi. Na sasa huwa napata maswali mengi. Nyie mlimteuaje huyu mkandarasi ambaye hana hata uwezo, hata uwezo wa kifedha hana? Anapatikanaje? Mwanasheria, mlifanya betting? Maana siku hizi vijana wana beti kwenye mpira. Inawezekana na nyinyi watumishi mnafanya betting katika kuwapata wakandarasi. Sasa mimi sihitaji hayo maelezo yako, ili mradi wewe ndio umenihakikishia kwamba mkandarasi huyu uwezo wake mdogo, na kwa kuwa wewe ndio mwanasheria wa halmashauri, fuata procedure chini ya ushauri elekezi wa rasi, chini ya ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali, ili serikali ifuate taratibu zote. Maana iko changamoto, hao nawaambia hivi wanaenda kupindisha ili baadaye ionekane utaratibu au kufanya nini au kufuatwa. Sijui umenielewa vizuri, maana hawa na wenyewe ni wasanii. Umenielewa bana? Wanaenda wanaacha baadhi ya vipengele. Sasa taratibu wakishazifuata rasi, chukua yale makaratasi, tuite mwanasheria mkuu wa serikali, maana tunaye pale mkoani, tuangalie requirements zote za uvunjaji wa mkataba zimefuatwa. Sasa tuna go ahead, halmashauri na terminate na huyu jamaa, ili watangaze upya, apatikane mkandarasi anayeweza kuwafaa wananchi wa Hungumarwa kupata stendi kubwa ya kisasa ya bilioni 3.8. Tumeelewana? Tuseme kwamba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, huu mradi wananchi wameusubiri kwa hamu sana, na bahati nzuri Mheshimiwa Diwani alihojiwa kwenye kikao cha ODC akadai kwamba mkandarasi ameshakuja, hela zipo tayari. Sasa hata sisi huku chini ndio tusumbua kujibu maswali kwamba mbona huyu mkandarasi ameweka banda tu alafu kazi haiendi. Mimi naona Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tusaidie hili ulisimamie. Inawezekana ikawa story baadaye hata mradi, ndio maana hela zimerudi kwa sababu ya story zimekuwa nyingi. Naomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ujaribu kulisimamia hili ili tuweze kupata stendi ya maana.